waliitumia kuwa ni fursa yao ya kutoroka. Lakini kwa kuwa wamekutana na Bwana, maandiko yanasema hata wao walibaki gerezani. Maana kwao saa hii gereza sio kifungo tena, maana wamewekwa huru dhidi ya dhambi. Kwao gereza sio tatizo. Unajua taabu tulio nayo ni kwamba tupo kwenye magereza ya dhambi, na ndiyo maana tunadhani gereza la kimwili ni gereza. Lakini ukifunguliwa gereza la dhambi, haya magereza mengine yote hayana nguvu kwa aliyefunguliwa katika gereza la dhambi. Kwa wanasema sisi tupo yaani Pastor Beatus, hawa wamefungwa na fursa ya kutoroka ipo. Lakini kumbuka ujumbe ulisema njoo Makedonia utusaidie. Kwa miongoni mwa watu waliokusudiwa kusaidiwa ni pamoja na wafungwa waliokuwa ndani ya gereza. Na saa hii wamekutanishwa na Mwokozi. Hawakimbii tena vifungo vya gereza, maana wamekutana na Yesu ambaye akikuweka huru, hata kama umefungwa katika milango ya gereza, wewe ni mtu huru mbele zake. Wewe ni mshindi mbele zake. Maana hata hivyo maandiko yamesema nyakati za mwisho wengi watatupwa magerezani. Kwa nini? Kwa sababu ya jina langu. Lakini pamoja na kutupwa magerezani, kwa kuwa tuna Yesu, magereza hayatatuvunja moyo. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Hayatatuvunja moyo, maana tuna Yesu ambaye akituweka huru tunakuwa huru kweli kweli. Wakamwambia tupo wote, hatujatoroka. Askari akawachukua ndani ya gereza. Tazama hii. Alitaka kujiua, maana alijua wametoka nje. Sasa awamu hii ni yeye anayewachukua ndani ya gereza anawatoa nje. Oh, haleluya kanisa. Yaani sio Paulo wanaotoka nje. Ni askari wa magereza aliyetaka kujiua kwa sababu alidhani wametoroka. Yeye ndiye anayewatoa nje. Hivi unapata hii sensi, rafiki yangu na msafiri wa kwenda mbinguni, ya kwamba hata askari wa gereza alipokutana na Yesu wa Paulo, akaona kitisho cha Warumi hakina thamani kama Yesu niliyempata, na hivyo niko tayari kuwatoa nje, ili kama itanigharimu kufa, nitakufa nikiwa na Mungu wa kina Paulo. Akawatoa nje. Yaani huyu Yesu ninampenda. Huyu Yesu ninamtaka. Huyu Yesu ninamfurahia, ambaye akikutana na maisha ya watu, haya mengine yote anayehesabu kuwa si kitu. Unajua hapa anaingia kwenye changamoto namba moja ya uhai wake mwenyewe, maana amepewa kazi ya kulinda wafungwa. Lakini namba mbili, anaingia kwenye changamoto ya kupoteza ajira, maana kazi aliyo nayo imemshinda. Anaingia kwenye changamoto ya kuwafanya jamii wasiishi kwa amani, maana wale wafungwa waliokosea wamerudi tena uraiani. Lakini kwa sababu amekutana na Yesu, alisema niko tayari kulipa gharama. Niko tayari kulipa gharama. Yaani ukisha kutana na Yesu, lazima maisha yabadilike. Narudia tena. Ukisha kutana na Yesu, lazima maisha yabadilike. Na kama maisha hayajabadilika, maana yake ni kwamba bado wewe hujakutana na Yesu. Na hata waimbaji wengine wakasema mimi niko pale pale. Usipokutana na Yesu, wewe utakuwa pale pale. Wakija kuhubiri masuala ya ndoa, wewe hakuna mabadiliko. Wakija kuhubiri habari ya kutunza sabato, kwako hakuna mabadiliko. Wakija kuhubiri habari ya usomaji wa neno, Biblia kwa mpango, kwako hakuna mabadiliko.
Wakija kuhubiri habari ya utoaji wa zaka na sadaka kwa mpango, kwako hakuna mabadiliko. Wakija kuhubiri habari ya kufanya kazi ya injili, kuwahubiri watu waokolewe, kwako hakuna mabadiliko. Wakihubiri habari ya kutembelea, kutiana moyo, kupeleka ujumbe, kwako hakuna mabadiliko, maana hujakutana na Yesu. Mimi natamani jioni ya leo, watu wa Nyamanoro, lazima tufike mahali tukutane na Yesu anayebadilisha, na maisha yetu yabadilike milele. Haleluya kanisa. Yaani hauwezi ukakutana na Yesu ukabaki kama ulivyo. Ukishaona bado mambo yako yamebaki vile vile. Tumekuja kwenye kambi, mpaka kambi linaisha unaenda nyumbani, hali yako ya ndoa ni ile ile, hali yako ya kiroho ni ile ile, ibada zako ziko vile vile, hakuna mabadiliko. Ulikuja kwenye makambi lakini Yesu hukukutana naye. Si tuna waimbaji hapa, watatoka hapa na wengine tuliitana kwa kuwa tunakuja kwenye makambi. Jamani, mje sasa, maana tunaelekea kwenye makambi. Unajua sauti yako ni sauti nzuri, na wamejiunga wa kutosha, na wataimba na tutasema amina hapa, na tutafurahi huduma yenu. Lakini wataondoka hapa, watarudi kule, hawataendelea na uimbaji mpaka makambi mengine tena. Hakuna mabadiliko. Sasa makambi yalituleta kufanya nini? Na sisi tunasema tutakwenda tukimsubiri nani? Yesu. Yesu gani tunayemsubiri kwa aina hiyo ya maisha? Maisha ya kuitana, maisha ya kutiana moyo. Unajua wewe ni soloist, unajua wewe ni mtu wa vyombo. Yaani usipokuwepo kwenye kwaya, yaani rudi tu, tutakulipia hata nauli. Yaani wewe njoo tu. Yaani akisha kuja atapiga solo, atapiga gitaa, atapiga kinanda, atapiga hiki, atafanya na kile, lakini kama hakuna mabadiliko ya maisha, haya makambi yamekuwa ni hasara kwake. Tutakuja hapa, tutahudumiana, tutaulizana maswali, tutatiana moyo, tutahubiriana, tutaambiana haya na yale. Kama haya yote tutaondoka hapa pastors na hatuja yaingiza kwenye vitendo, imekuwa ni hasara katika makambi haya. Kwa hiyo huyu askari alipokutana na Yesu, maisha yake hayakubaki kama yalivyo, maisha yake yakabadilika. Hakuna uwezekano ukutane na Yesu halafu maisha yabakie vile vile. Wakati fulani niliwaambia, nafikiri hata Nyamanoro mlisikia kisa hiki. Tuliwahi kwenda kwenye mkutano huko Simiyu ndani huko, na wiki ya kwanza tuko kwenye mkutano, mama mmoja anakaa kwenye siti ya mbele hivi. Yeye tukihubiri wenzake wanasema amina, yeye anatema mate chini. Anasema yani mmetoa wachungaji huko, hawa tema mate chini. Wachungaji gani hawa? Wiki ya kwanza, wachungaji gani hawa? Anatema mate. Wengine wanasema amina, yeye anatema mate chini. Sasa na mimi ninawauliza wazee wa kanisa, jamani, huyu mama mumuoni? Si amuoni kama anatutukana? Wazee wanasema, pastor, wewe usihangaike na huyo mama, wewe hubiri injili, sisi tunakuelewa mno. Mnanielewa, lakini huyo mama, unajua saa zingine hizi injili zimesha tutesa hizi. Huyu mama huyu. Basi tukaendelea. Baada ya hilo juma, siku ya Jumatano tunapiga injili, nikahubiri somo la kukutana na Yesu na kubadilishwa naye. Katikati ya somo lile, yule mama aliyekuwa anatema mate yule akasimama, akasema, pastor, hilo somo ni la kwangu. Hamtasema amina, maana mlitegemea tuendelee kutemwa mate. Sasa ilibadilika. Unajua ndio shida ya Waadventista wengi, yani wanataka iishie kwenye ubaya. Sasa mimi anasema, pastor, hilo somo ni la kwangu. Nimekuwa kwenye kifungo kwa muda mrefu na sasa natamani mabadiliko, pastor. Naomba unisaidie, nawezaje kubadilika? Sasa wiki nzima umetemwa mate. Akishasema hivyo unafanyaje? Unaendelea na unahubiri nini tena? Nikamwambia mama uje. Tukamchukua hapo ofisini. Akasema, pastor, mimi tangu nikiwa mtoto mdogo, nimekabidhiwa uchawi wa ukoo. Nimeurisi kwa muda mrefu. Nimeua, nimetesa, nimeumiza watu.
lakini kama kuna Yesu anayebadilisha, na mimi natamani nitoke kwenye utumwa huu. Nikasema mama, umesema vizuri. Mama, umesema vizuri. Yuko Yesu anayebadilisha. Nikamtia moyo huyu mama. Mama akasema, sasa pastor, sikiliza. Kwa kuwa nimedhamiria kutoka moyoni ya kwamba nahitaji kubadilika, naomba unisaidie jambo moja. Akasema, jambo gani mama? Hilo niko tayari. Akasema, pastor, mimi nilikabidhiwa kaungo nikiwa binti mdogo. Kaungo kadogo hivi. Kale kaungo kako juu ya dari. Natamani kesho mje mkachukue kale kaungo. Kale kaungo mje mkachukue. Anasema, unajua pastor ni nini? Hako kaungo hako, nikishajua mwelekeo wa nyumbani ni upi. Yani kama nikijua hapa nilipo, yani shida yangu nijue mwelekeo tu. Nikishajua mwelekeo wa nyumbani kwangu ni huko, nikageukia huko, nikitamka lolote linatokea. Anasema yani hata hapa nikishajua kwamba nyumbani kwangu ni kule, nikageuka nikasema ije mvua itanyesha. Nikageuka nikasema pastor ufe, alimradi tu nimegeukia mwelekeo wa nyumbani, utakufa. Sasa nikamwambia mama, unaposema hayo maneno umegeukia wapi kwanza? Ili isije ikawa umegeukia upande huu halafu. Unajua na sisi wachungaji tuna roho. Usije ukafikiri roho hizi zilishatoka. Zipo. Akasema, pastor, naweza kutamka lolote hata nyasi hizi zikakauka. Nina uwezo wa kutamka lolote hata umeme tunaotumia hapa ukakatika. Nikamwambia mama, punguza sasa hayo maneno. Si umesema ni hako kaungo unataka utukabidhi. Sasa nikamwambia mama, wewe nenda kajiandae na sisi kesho tutakuja. Unajua hapo tumesimamisha mkutano. Kwa nikawaita wainjilisti wenzangu walei tuliokuwa hapo, nikamwambia mje hapa ofisini. Nikawaeleza hili tukio, nikamwambia jamani, mnamkumbuka yule mama alikuwa anatema mate hapa? Anasema tunakumbuka vizuri. Nikamwambia sasa huyo mama ana 1 2 3 na amekusudia kesho tuende nyumbani kwake. Akatukabidhi huo ungo wake wa uchawi. Na nikawaambia, na anasema huyo mama kwamba hako kaungo akitamka tu, kama ni kufa mtu anakufa. Kama ni lolote analotaka linatokea. Nilipomaliza nikamwambia, sasa katikati yetu tuchaguane sasa nani atakayeenda kwenye ile dari. Wakaanza kusema shujaa wa msalaba. Unajua pastor, umehubiri hapa na unajua huyu mama ameguswa na neno lako. Sasa sisi tunakutia moyo kwamba kale kaungo ukakabidhiwe wewe. Nikamwambia hapana, nimetumia muda mwingi sana kuhubiri, hata nguvu naona zimeisha. Kwa hiyo tuchague mtu hapa katikati yetu. Yani hapa tuchague mtu atuwakilishe. Wanasema pastor, sisi tuko nyuma yako. Unajua kwenye shida utatiwa moyo na maneno ya kila namna. Tuko nyuma yako, tunakuombea, tunakutia moyo. Hayo ni maneno utaambiwa. Ila wa kujitolea aende hayupo. Sasa nikaona tumezungushana hapo. Mwisho nikagundua kete ya kwenda inaniangukia. Sasa nikawaambia usiku hatulali. Umeshaambiwa kaungo tu ukigeuka mtu anakufa. Sasa habari gani ukishika? Kwa nikawaambia usiku hatulali. Na kwaya zote tukazialika. Mje muimbe. Na sisi tukatengeneza maombi ya mnyororo ili tuombee tukio la kesho. Unafikiri usiku wa deni unakawia? Asubuhi nayo hii hapa. Sasa tukakokotana waimbaji na wainjilisti, tukafika kwa yule mama. Nikawagawanya kanyumba tu, nafikiri basi ni kanyumba. Nikawagawanya wakazunguka hapo. Nikaweka stuli kwenye kiti. Na unajua unaingiza tu mkono, sio kupanda. Unaingiza tu mkono. Na huyo mama yuko hapo, watu wanaimba, na unajua sasa kijiji kiko hapo. Maana huyu mama amewatisha kwa muda mrefu. Ndio nikagundua hata wazee waliposema pastor,
wala usihangaike na huyo mama. Kumbe hata wao walikuwa wanamuogopa. Nikapanda kwenye kiti, watu wanaimba, wengine wamesambaa kwenye kona, wamepiga magoti, wanaomba. Niliposogeza mkono karibu kugusa ule ungo, mama akarushwa kama mita 3 kwenda juu, akashuka chini kama gunia, akaanza kukoroma, anatoa mapovu. Sasa nikasema aina hii si atakufa huyu. Nikashuka nikawaambia wenzangu, hivi bado mnaomba kweli? Ombeni. Maana nikasema sasa kama mama mwenye ungo mwenyewe hata sijagusa, tayari hali ni mbaya namna hii, sasa kwangu itakuwaje? Kwa hiyo inabidi niwaambie kama Yesu, mmeshindwa kukesha angalau angalau pamoja nami hata kidogo. Kuna mambo yanatisha. Nikapanda mara ya pili, mama akanyanyuliwa tena kutoka pale chini, akapelekwa juu tena, akarushwa chini, anatoa povu na mate mengi yanatiririka, macho yamemtoka. Nikasema huyu atakufa. Nikapanda mara ya 3, nikasema awamu hii sasa ni ama mimi ama hako kaungo. Nikapeleka mkono, awamu hii ninajiombea mwenyewe, maana nimeshagundua unaweza ukategemea watu. Unajua watu wasikuambie tunakuombea, unaweza ukala hasara. Wakikuambia tunakuombea, na wewe jiombee. Hawa wanadamu wa siku hizi hawa, tena usifurahishwe sana na wanaokuambia pastor tunakuombea, pastor tunakutia moyo. Hao wengi huwa hawaombagi, walilala. Asante sana. Kwa nikasema awamu hii sisubirii tu wale walioko kwenye kona. Inawezekana na wao wameshatekewa kwamba nini kitamtokea. Maana kama walishindwa wao kujitolea kushika ungo, wataweza kweli kuungana na mimi kwenye maombi? Kwaya ziko zinaimba, na unajua kijiji sasa watu wameitana wanakuja, maana wanajua huyu mama amekuwa tishio kwa muda mrefu. Mwisho wa siku nikaushika ule ungo, nikaushusha chini, tukaanza kuuchoma ule ungo kuanzia mishale ya saa 4 kwenda saa 5 mpaka jua linakaribia kuzama. Tunachoma. Kuna kakitu fulani kadogo tu hivi, kila kakishika moto kanaruka juu, kanashuka chini. Tunachoma tena, kanaruka juu, kanashuka chini. Karibu siku nzima tuko tunashughulika na moto, hakateketei. Mwisho kakaungua, kakaishilia. Yule mama akavuta pumzi ndefu mno, akasema, mtumishi wa Mungu, na mimi nimeokolewa. Na mimi nimeokolewa. Anasema na mimi nimeokolewa. Na mimi nimeokolewa. Ananyanyuka akiwa anatetemeka. Anasema, pastor, nimekuwa mtumwa kwa muda mrefu, lakini leo nimeokolewa. Nisikilize kanisa, huwezi kukutana na Yesu ukabaki kama ulivyo. Ikiwa bado una tabia fulani hazibadiliki, hujakutana na Yesu bado. Narudia tena, ikiwa kuna tabia fulani hazibadiliki, hujakutana na Yesu bado. Ukikutana na Yesu, maisha yanabadilika. Askari akawatoa nje. Alipowatoa nje, hawahesabu kwamba wako wangapi. Hahangaiki na wafungwa waliofungwa. Yeye anahangaika sasa na maisha yake. Anawaambia kina Paulo, nifanye nini na mimi nipate kuokoka? Unajua huyu alikuwa ni askari anayelinda wafungwa. Na unajua akiwa anawalinda wafungwa alijua yeye ni mtu huru. Narudia tena. Unajua huyu alikuwa ni askari anayewalinda wafungwa. Na wakati anawalinda wafungwa alijua yeye yuko huru. Ila alipokutana na Mungu anasema hivi, nifanye nini ili nipate kuokoka? Kwa lugha rahisi, akagundua kwamba alikuwa analinda wafungwa, lakini yeye ni mfungwa namba 1.
maana yeye hajafungwa gerezani, ila amefungwa kiroho, na alitaka deliverance, maana yeye ni mfungwa. Na Paulo anamwambia wafungwa wa aina yako huwa hawafunguliwi milango ya gereza, maana wafungwa wa aina yako wanapewa Yesu anayebadilisha, na hivyo muamini Yesu na wewe utaokolewa. Maandiko yanasema yeye akawachukua kina Paulo nyumbani kwake, na kina Paulo wakaihubiria familia yake, na maandiko yanasema yeye pamoja na nyumba yake wakabatizwa wakaokolewa. Nasema wakabatizwa wakaokolewa. Kabla hajakutana na Mungu wa Paulo, alidhani yeye ni mtu huru, ila alipokutana na Mungu wa Paulo akagundua yeye ni mtumwa, na hivyo akatamani kufunguliwa. Na mimi jioni ya leo nataka nikwambie hivi, unawezekana usiwe mtumwa wa kufungwa kwenye gereza la kimwili, lakini wewe ukawa mtumwa wa magereza ya kiroho. Na jioni ya leo Mungu anatamani ya kwamba waliofungwa kwenye magereza ya kiroho wakutane na Yesu anayeweka huru hata wafungwa wa kiroho pia. Na mimi nataka nikutie moyo jioni ya leo, tunaposema tunakwenda tukimsubiri Yesu, ni kukubali kufunguliwa katika magereza ya kiroho, ili tumngojee tukiwa huru. Yaani hatutamngojea Yesu tukiwa na hofu kwamba mimi ninampenda Yesu kwa kuwa akija atachoma watu. Yaani kama wewe hoja ya kumpenda Yesu ni kwa kuwa atachoma, kwa kuwa dunia itaangamizwa, kama hoja ndiyo hiyo, bado hoja ya kumsubiri Yesu imejengwa katika kumpenda na sio changamoto tutakayoikabili siku ya mwisho. Kwa hiyo naweza nikawa nazungumza na watu hapa wamekuja kwenye makambi kwa sababu ya hofu. Wamekuja kwenye makambi kwa sababu ni mazoea tuje kwenye makambi. Wamekuja kwenye makambi kwa sababu tarehe za makambi zimefika. Wamekuja kwenye makambi kwa sababu ni kawaida wa Adventista huwa tunakuja kwenye makambi. Yaani hoja yake ya makambi ni kwa sababu ni ratiba, ni kwa sababu ni kawaida, ni kwa sababu hatuna namna nyingine ya kufanya, ni kwa sababu tunakutana kila mara, kila mwaka huwa tunakutana. Yaani hoja yetu hapa, hatujaja kwa kuwa tunahitaji kukutana na Yesu. Tumekuja kwa sababu huwa ni kawaida kuja. Mimi jioni ya leo nataka nikwambie, ikiwa ndio mawazo uliokuja nayo kwenye makambi haya, wewe bado ni mtumwa wa kiroho. Na ndio maana wakati mwingine tunakuja kwenye makambi, tunaondoka hakuna mabadiliko, kwa sababu tulikuja na mahitaji ya kimwili, hatukugusa mahitaji ya kiroho. Sasa jioni ya leo Yesu anahitaji atuweke huru katika maisha ya kiroho. Na maandiko yanasema hawa watu wakabadilika. Lakini Pastor Beatus, nikatamani kusogea mbele kidogo. Hivi kwa nini Mungu alikusudia kwamba awatume kina Paulo wavuke miji yote hii waliovuka waende Makedonia? Hivi Mungu alikuwa na kusudi gani? Ni kwa ajili ya hawa tu hapa Makedonia? Nikagundua hapana, Mungu hakuwa na kusudi la Makedonia. Kuna watu waliokuwa wamefungwa pia mahali walipaswa nao kufunguliwa, ila alitamani kuwafungulia kwanza Makedonia, ili wakiwa huru wawe na uhuru wa kuwafungulia watu wengine. Yaani maana yangu ni hii, hauwezi kuwafungulia watu waliofungwa ikiwa wewe mwenyewe haujafunguliwa bado. Sasa ngoja niwapeleke katika mafungu machache, na kama kuna msomaji anaweza kunisaidia kusoma mafungu haya tunapo tazama wito huu wa Paulo kwa watu wa Makedonia. Na swali langu likawa hivi hoja ni hawa watu tu wa Makedonia? Yaani Mungu anamwambia Paulo usiende hapa. Paulo anataka kwenda na hapa, anaambiwa usiende. Paulo anataka kwenda na hapa, anaambiwa usiende. Hoja ilikuwa ni hawa watu wa Makedonia peke yake? Nikagundua hapana. Kuna watu walikuwa wamefungwa pia maeneo mengine pamoja na hapa Mwanza. Mungu alikusudia kutokea Makedonia watu wa Mwanza nao wafunguliwe pia. Na hivyo hakuwa na kusudi tu la watu wa Makedonia. Alikuwa na kusudi la kuwafungulia Makedonia ili wawe na nguvu ya kuwafungulia na watu wengine. Sasa yule anayenisomea mafungu haya atanisomea kwa haraka kitabu cha Warumi sura ya 15 na fungu la 26.
Warumi sura ya 15. Yuko mtu wa kusoma kweli? Warumi sura ya 15 mstari wa 26. Warumi sura ya 15 mstari wa 26, karibu. Maana imewapendeza watu wa Makedonia na Akaya. Anasema imewapendeza Makedonia na Akaya kutoa mchango kwa ajili ya watakatifu walio maskini huko Yerusalemu. Anasema kutoa mchango kwa ajili ya maskini walioko Yerusalemu. Nisikilize vizuri. Wakati Paulo anapeleka injili Makedonia kwa agizo la kiroho la Mungu, hakuwa tuna maana ya kuwafungulia wafungwa wa Makedonia peke yake. Anasema baada ya kuwafungulia Makedonia, wakawa na moyo wa kusaidia na wengine waliofungwa mahali pengine. Na hapa anasema baada ya Makedonia kufunguliwa, wako watu kule Yerusalemu waliokuwa wamefungwa na umasikini. Watu wa Makedonia kwa kuwa wamefunguliwa, wako huru, wakawa tayari kutoa michango kuwasaidia waliofungwa kule Yerusalemu. Haleluya kanisa. Amen. Nini ninachotaka kusema? Hakuambiwa kwenda Asia wala maeneo mengine, kwa sababu Mungu alishagundua ndani ya watu wa Makedonia wana moyo wa kutoa, na hivyo wakifunguliwa wakawa huru, Mungu atakuwa ameifungua kazi mahali. Maana ni katika kutoa huwa kazi ya Mungu inafunguliwa. Na hivyo alijua ili kazi ibebwe na watu, iende na Mwanza, iende na Tanzania, iende na Afrika, iende na mahali pengine, lazima wapatikane watu walio tayari kutoa. Na aina hii ya watu Mungu aliipata Makedonia. Amen. Nasema aina hii ya watu Mungu aliipata Makedonia. Amen. Anasema wakakusanya michango. Kwa sababu ya muda, mafungu mengine utayasoma, lakini natamani unisomee Wakorintho wa pili sura ya 11 na fungu la 9. Aha. Anasema nami nilipokuwa pamoja nanyi na kuhitaji, sikumlemea mtu. Anasema mimi sikumlemea mtu. Maana hao ndugu waliokuja kutoka Makedonia, anasema maana hao ndugu waliokuja kutoka Makedonia walinipa kadiri ya mahitaji yangu. Walinipa kila nilichokihitaji kwenye hii kazi. Nami katika mambo yote najilinda nafsi yangu nisiwaelemee. Hawa watu wa Makedonia walipotutembelea, walileta mahitaji yote ya kazi, walitoa kila tulichohitaji. Kwa hiyo sisi hatukuwa na uhitaji kwenu, maana tayari Mungu alitupatia watu walio tayari kuibeba kazi. Anasema nalijilinda nafsi yangu nisiwaelemee hata kidogo. Anasema nani kilinda nafsi yangu nisiwaelemee hata kidogo. Tena najilinda. Hoja yangu ni nini hapa? Anasema watu wa Makedonia walikuwa tayari kutoa kulingana na mahitaji ya kazi. Namna kazi ilivyohitaji kuwezeshwa, ndivyo watu wa Makedonia walivyotoa na kutoa. Nisomee kitabu cha Wafilipi sura ya 4 na fungu la 15. Nanyi pia ninyi wenyewe mnajua, enyi Wafilipi, ya kuwa katika mwanzo wa Injili, nilipotoka Makedonia, hakuna kanisa lingine lililoshirikiana nami katika habari hii ya kutoa na kupokea, ila ninyi peke yenu. Yaani Paulo anasema ule mwanzo wa Injili ule, Mungu alihitaji watu ambao wataibeba kazi, na aina hii ya watu Paulo anasema aliipata Makedonia. Mungu aliwavusha watu kwenye nchi nyingi ambazo Paulo alitaka kwenda kuhubiri, ila Mungu akamwambia hapana, nenda Makedonia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alijua Makedonia kuna roho
ya utoaji. Narudia tena kanisa. Mungu alijua Makedonia kuna roho ya utoaji. Hamjanielewa bado kanisa. Mungu alivuka miji yote ya aliyotaka kwenda Paulo na kumsukuma kwenda Makedonia. Amen. Kwa sababu alijua Makedonia wana roho ya kutoa. Amina. Si kwamba hao wengine hawakuwa wazuri. Si kwamba Mungu hakukusudia waokolewe. Ila kwa awamu hii Mungu alihitaji roho ya Makedonia iliyo tayari kutoa kwa gharama yoyote ile, ili waweze kuibeba kazi katika mianzo ya kazi. Nisikilize vizuri. Namba moja, Mungu aliwaamini Makedonia, akawapelekea injili. Ni hivyo hivyo tuliokaa hapa, tumebatizwa kwenye kanisa hili. Mungu alituamini, akatupatia injili. Narudia tena, Mungu alituamini, akatupatia injili. Kwa watu wa Makedonia walipoipokea injili, kwa kuwa Mungu aliwaamini, hawakumwangusha. Narudia tena, kwa watu wa Makedonia Mungu aliwapelekea injili kwa kuwa aliwaamini. Na kwa kuwa Mungu aliwaamini, Makedonia hawakumwangusha. Swali ni hili: Mungu amekupatia wewe injili, ameruka wangapi? Je, jioni ya leo utamwangusha Mungu kweli? Kwa nini linapokuja swala la kutoa limekuwa ni swala la kung'ang'ana? Limekuwa ni swala la kudhani tunakusanya michango. Limekuwa ni swala la kudhani tunatoa kwa sababu ya mtu fulani. Na wengine tumefika mahali tukadhani tunatoa ili tuongeze bajeti ya kanisa. Tunatoa ili tufikie magoli ya mtaa, magoli ya kanisa, magoli ya conference na kadhalika. Swala la utoaji limegeuka kuwa swala la magoli, swala la malengo, swala la kufikia, swala la hatujalibeba katika dhana ya namna Mungu alivyotuamini. Na mimi jioni ya leo natamani kuleta pendekezo kwako ya kwamba kama Mungu alivyowaamini watu wa Makedonia, amekuamini na wewe jioni ya leo. Toa kwa ajili ya kazi yake, bila kuuliza, bila kutafuta, bila kuhangaika. Nenda mbele zake kwa moyo wa ukunjufu, maana alituamini, alitupendelea, akatupatia injili. Na nimewaambia, ikiwa tutakuja kwenye makambi na wakati mwingine tutakwenda, aina yetu ya utoaji ni ile ile. Na hapa tumehubiriwa habari ya uwakili tangu asubuhi, na hapa tunaambiwa Mungu aliwachagua Makedonia kwa sababu ya moyo wa utoaji. Hivi wewe, Mungu amekuamini, amekupatia injili, umebatizwa kwenye kanisa hili, kwa nini usiwe mwaminifu? Sio kwenye matoleo peke yake. Ukisoma utagundua Paulo anasema baada ya injili kufika Makedonia, sisi hatukuwa na kazi ya kuhubiri tena. Maana habari zao zilienea kila mahali. Yaani tukifika kila mahali tunaona tayari injili ilishafika. Tukifika kila mahali tunaona injili ilishafika. Maana watu wa Makedonia si tu kwamba walikuwa na moyo wa kutoa, bali pia walikuwa na moyo wa kazi. Na sio kazi tu ya maneno, ni pamoja na matendo yao. Na Mungu akaendelea kuwafungulia baraka. Jioni ya leo naipendekeza hii kwako. Kama ambavyo Mungu amefungua milango na milango na milango, amekufungulia na wewe mlango wa kupokea injili kama watu wa Makedonia. Kwa nini wewe usifungue milango ya watu wengine? Kwa njia ya tabia yako, kwa njia ya matendo yako, kwa njia ya zaka na sadaka zako. Tena unazotoa kwa uaminifu, tena unazotoa kwa upendo, tena unazotoa kwa imani, unazotoa kwa shukrani, unazotoa kwa kupenda. Kwa nini usimtolee Mungu kwa moyo wa shukrani? Kama ametuamini kiwango hichi, kama amekusudia kutubariki namna hii, kutupatia neno lake, kutufungulia milango ya injili, kwa nini sisi tusiwafungulie watu wengine? Jioni ya leo, ikiwa unasema Baba, na mimi kama ulivyowafungulia Makedonia na kufungulia dunia ukurasa mwingine wa injili, na mimi natamani unifungulie jioni ya leo. Simama pamoja nami. Simama pamoja nami. Nataka niwatie moyo washiriki wenzangu. Ikiwa
ikiwa utoaji, Pastor Ndikumwami, ikiwa utoaji ni kitu kibaya, basi maisha ya mwanadamu hayana maana. Narudia tena, ikiwa utoaji ni kitu kibaya, basi maisha ya mwanadamu hayana maana, kwa sababu ni katika kutoa huwa Mungu anaokoa maisha ya watu. Na ikiwa kutoa itakuwa ni jambo baya, basi maisha ya mwanadamu hayana maana, maana Mungu atakoma kuwaokoa watu. Na ndiyo maana aliwatumia Makedonia ili watoe maisha ya watu yawe na maana. Na sisi watu wa Nyamanoro, watu wa Maduka 9, watu wa Lumara, Mungu ametupatia utoaji ili maisha ya watu yapate maana tena. Mungu atusaidie kuyafanya maisha ya watu kuwa na maana tena, kwa jina la Yesu Kristo. Nitawaomba wale wanaotuongoza kwa nyimbo watakuja hapa mbele, watatuongoza kwa nyimbo. Tunapoomba jioni ya leo, tutaimba wimbo mmoja tu, namba 135. Tunapokwenda kuomba, na wewe unasema, natamani maisha yangu yabadilike milele. Natamani maisha yangu yabadilike milele. Natamani niguse maisha ya watu.